unafurahia kuijua siri. Kwa nini? Sababu inakufanya uwe wa pekee. Yaani, si ndio? Yule tunaita insider. Kwa hivyo unakuwa mtu wa ndani. Katika somo letu juma hili mpendwa, kwa hivyo Yesu anawaambia wanafunzi wake kwamba Marko 4:11 nataka kusoma, inasema kwamba wameijua siri ya ufalme wa Mungu. Hapa kwa hivyo haionekani kwamba ajabu kwamba injili inapaswa kuwa na siri. Sio ajabu kwamba Yesu anasema, anawaambia mtu wenye ukoma, anamwambia kukaa kimya kuhusu uponyaji wake, na pepo wachafu kuacha kudhihirisha kwamba Yesu ni Mungu. Mambo kama hayo. Yaani Yesu anamwambia kwamba hebu kimya, usije ukaambia watu kuhusu hayo mambo. Kwa hivyo hilo ndilo jambo nataka kuzungumzia katika muda huu mfupi. Nataka ufungue kitabu chako cha Marko sura ya 4 mstari wa 1 na wa 2. Na unaposoma unadhani inamaanisha nini kufundisha kwa mifano? Mfano kwa hivyo tumesema kwamba ni kisa. Jaribu kukumbuka ubiri lolote ambalo umewahi kulisikia siku za nyuma. Uwezekano mkubwa ni kwamba unachokikumbuka ni kisa kilichofafanua swala la maadili. Wakati mwingi some people don't even remember the content of the sermon. What they remember are the parables, are the stories, mifano ambayo wamepewa. Kwa hivyo ndio maana unaona Yesu hapa anatumia unaona fundisho gani kwenye njia anayotumia Yesu. Mahubiri na mafundisho yetu yanapaswa mpendwa kutegemezwa na visa. Visa yani kwa mfano wanasema kwamba kijana mmoja aliyekuwa akitembea pamoja nami anafanya uamuzi wa kuniambia kwamba kuna mambo ambayo yamehubiriwa hapo mbeleni na ninayakumbuka. Kwa mshangao anarejelea mahubiri ya hadi ya miaka 10 iliyopita kwa sababu anakumbuka visa. Nawe najua kwamba kuna yale ambayo unayoyakumbuka ambayo ulihubiriwa muda ambao umepita hapo mbeleni, na ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya visa ambavyo vilikuwa vimezungumziwa wakati huo. Ndio maana mpendwa msikizaji na mtazamaji, unapoenda katika mstari wa 3 ukisoma hiyo Marko, unaona kwamba Yesu anaelezea kisa cha mpanzi. Kama unataka ama ulitaka watu wakumbuke, kwa nini usielezee kuhusu mwovu mwenye uthubutu ama na uzoefu wake wa kuponea kifo chupu chupu? Useme kwamba mtu fulani hili litokea, watu waweze kukumbuka. Umewahi kusikia kuhusu the memory palace? Hii ni njia ya kukumbuka mpendwa viwango vikubwa vya taarifa. Hivi ndivyo inavyofanya kazi, kwa sababu ukifikiria jinsi unavyoingia nyumbani kwako na kisha unaingia vyumba vilivyomo kule nyumbani kwako, unaweka kitu unachotaka kukikumbuka kila kona ya mahali unapokipita ama unapopita ndani yako, ndani ya nyumba yako, unajua kwamba mimi niliweka hivi. Wengi wetu hatupendi vitu ambavyo tumeweka vikatolewa pale ambapo tumeviweka. Kwa hivyo mahali unapofahamu nyumbani kwako panagundisha taarifa akilini mwako, because you know I'm the one who kept such and such a thing in such a place. Ndio maana wengi wetu hatupendi kutafuta vitu ambavyo hatujaweka, na mahali tumeweka vitu huenda tusisahau. Sasa ningependa kwa muhtasari tu usome hiyo Marko 4 mstari wa 4 hadi wa 7, wa 8, 9. Alafu uone mifano hiyo inakufundisha nini. Na mstari wa 9 nikuulize kwamba kama una masikio umesikia nini? Mpendwa, nataka niruke mpaka mstari wa 14. Kuna kisa hapa ambacho kinazungumziwa. Yesu anatuambia kuwa anazungumzia maneno ya Mungu. Kwa hivyo hata kama kisa hiki kinahusu mbinu za kilimo, Yesu hapa anatuambia
anazungumzia neno, yani maneno ya Mungu. Ikiwa basi unachokisikia katika mfano huu kwamba usipande mbegu njiani, mwambani au kwenye udongo wenye miiba, na upande mbegu zako kwenye udongo mzuri. Sawa, kama ni hivyo, utalielewaje neno hili kwamba ambavyo linavyotumika kwenye upelekaji wako wa Injili? Wakati mwingine mimi sina maoni yoyote, lakini ni watu gani ambao ni njia? Maana anasema zingine zilianguka njiani. Ni watu gani ambao ni njia? Watu gani katika Injili ambao ni miamba? Ni wengine ni akina nani wako miiba au uchafu mzuri? Na unawezaje kujua bila uzoefu wa kwanza, mpendwa? Kwa hivyo ikiwa fundisho hilo tuseme kwa ikiwa fundisho sio aina ya udongo bali ni kitu kingine, unaweza kuuliza vile vile hicho kitu kingine ni kipi? Mpendwa, fundisho hili linahusu upandaji. Kwa hivyo tunapaswa kupanda mbegu nyingi kadri inavyowezekana na kwa upana mkubwa kadri inavyowezekana. Matumaini ya kila mwanasheria mpendwa anayejali maslahi ya umma ni kupeleka kesi katika mahakama kuu ili kubadili sheria. Kwa takriban miaka 50 nimeangalia kwenda nyuma, nimeona watu wakienda mahakamani kwa niaba ya watu wengine wanazungumzia human rights, wengine wanazungumzia legal framework, wengine wanazungumzia hata kama waandamanaji na mambo kama hayo. Katika kesi hizo zote mpendwa, unaweza kuona kwamba watu wamefanikiwa, aswa tuseme wamepeleka kesi nyingi sana, lakini ni kesi chache ambazo zimeamuliwa. Ukiona kama hapa Marekani kuna kesi kama 18 ambazo zimeamuliwa na kupewa ushindi na mahakama kuu ya hapa Marekani, na nyingine nyingi mpendwa zinaamuliwa na mahakama bila kwenda kwenye kesi ya msingi. Wakati mwingine hiyo inanipeleka katika kanuni za mifano. Ukisoma mstari wa 10 jinsi ambavyo tulisoma, hiyo Marko 4 mstari wa 10, maana kama unajiunga nasi huu muhula tunazungumzia ama tunasoma kitabu cha Marko. Sijui unaielezaje kauli ya Yesu kwamba mifano inawasaidia watu kukanganyikiwa kiasi kwamba hawabadiliki kuiacha dhambi na kusamehewa? Basi si hiyo ni kinyume na kila kitu tulichokisoma kuhusu Yesu katika Agano Jipya? Kwa mfano tuseme kwamba Petro hakusikia vizuri au Marko alikosea kuliandika kitabu cha Isaya 6 mstari wa 9 hadi wa 10. Yesu anafafanua vifungu hivi katika kitabu cha Isaya. Anasema, naam, utaona kwamba sijui kama nitapata hili fungu nikusomee, lakini ningependa uchukue fursa usome Isaya 6:9 hadi, let me see if I can get Isaya 6 mstari wa 9 hadi wa 10. Katika lugha ya Kiingereza inasema, go and tell these people, be ever hearing but never understanding, be ever seeing but never perceiving. Yani ni kwamba watu wanaambiwa hawasikii. Mpendwa, sijui Mungu hapa anamaanisha nini anavyosema maneno haya. Huu ni unabii kuhusu jinsi ambavyo watu wanapokea ujumbe wa Mungu utakaotolewa kupitia kwa Isaya. Ni kitu gani ambacho kinatokea hapa? Ukiona mstari wa 11 katika hiyo Isaya 6,
mstari wa 11 na 12, kwa sababu watu wamekataa kuyasikia wala kuyatii, kitu ambacho kitatokea ni kuangamizwa. Kwa hivyo wataangamizwa. Basi turejelee katika Marko. Mpanzi yupo kwenye kazi, tunaweza sema yuko kwenye kazi ya upumbavu. Maana Isaya amesema kwamba watu watayasema mambo, watu watayasikia wala hawatayafahamu. Be ever hearing but never understanding. Be ever seeing but never perceiving. Hebu nisome another translation. Inasema and he said, go and tell these people, hear ye indeed, but understand not, and see ye indeed, but perceive not. Verse 10 inasema kwamba make the heart of these people fat, and make their ears heavy, and shut their eyes, lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and convert, and be healed. Mpendwa, ilo linipeleka it made me to ask one question kwamba kama unaambia watu na hawasikii, ni kumaanisha kwamba hiyo kazi unafanya ni kazi ya bure. Kwa hivyo mpanzi anafanya kazi ya upumbavu. Yesu anamnukuu Isaya hapa ili kuwaonya watu. Unapolitafakari hili mpendwa, kumbuka kwamba Yerusalemu iliangamizwa si muda mrefu sana baada ya Yesu kuwapelekea ujumbe wake. Na unapoteremka mstari wa 13 Marko hiyo 4, inadhihirisha mambo ambayo endapo Yesu anawataka wafuasi wake waelewe mifano, kinachomaanishwa hapa ni kwamba ni dhahiri shahiri ni kwamba anawataka watu wake waelewe. Hilo ndilo kusudi lake. Na hapa utaona kwamba ufafanuzi unatolewa kwa wanafunzi. Na mpendwa, nataka ujiulize kwa nini kwa wanafunzi pekee? Ufafanuzi hapa unaonekana kuwa ni rahisi sana. Tofauti kati ya wale wasioweza kuelewa na wale wanaoelewa ni kwamba wale wanaelewa wako radhi kujifunza na kutengeneza muda wa kutafakari ujumbe huo. Nitaka kurudia kwamba tofauti kati ya wale wasioweza kuelewa na wale wanaoelewa ni kwamba wale wanaoelewa wako radhi kujifunza na kutenga muda wa kutafakari ujumbe huo. Kwa hivyo unaweza kufikiria, sijui sababu nyingine ni kwa nini Yesu anafundisha kwa kutumia mifano. Maadui wake mpendwa wasiweze kuelewa. Kwa nini? Kwa sababu walimchukia na hawakutaka kuelewa. Kwa hivyo Yesu anatumia mifano kwa sababu maadui wake hawakutaka kuelewa. Kwa hivyo hawangeelewa. Kwa nini? Walikuwa wanamchukia. Ndio maana labda nitazungumzia hilo wakati mwingine. Kama maadui wake wangeelewa vizuri, wangejiandaa vizuri kumpinga. Kwa hivyo hiyo ndio sababu nyingine hapa anatumia mifano. Sasa nataka turuke vifungu kadhaa kwa sababu mnajua umati wangu wa online hauchukui muda sana kwa online. Kwa hivyo nafupisha, turuke mafungu kadhaa na tusome mstari wa 24 na 25. Yesu anamaanisha nini hapa? Sasa Yesu kwa dhahiri anasema angalieni msikialo. Hilo ni jambo kubwa. Ikiwa mnataka kuelewa, angalieni msikialo. Mkianza kuelewa, uelewa wenu utaendelea kukua. Yani your understanding will continue to grow. Utaendelea kukua. Kwa hivyo mpendwa, mkiacha uzingativu mtakuwa wajinga zaidi kuhusiana na Injili. Sijui utaelezaje kwa ufupi kile tunachojifunza hadi kufikia hapa katika hiyo Marko 4. Ufungue moyo wako, uwe mzingatifu na uwe makini. Tafakari anachokisema Yesu na utakuwa katika uelewa wako. Nilisema nitazungumza mambo matatu, la tatu ni taa. Katika mstari wa 21 Marko hiyo 4 kuna kauli nyingine hapa ambayo haikinzani na njia ya mfano.
watu fulani pekee ndio wanaweza kuiona. Mpendwa, mojawapo ya mahitimisho unayoweza kuyafikia kutoka kwenye kisa cha mpanzi ni kuepuka kupanda mbegu katika maeneo fulani. Hii inasema kuwa ikiendana na njia ya mpanzi, acha nuru iende kila mahali. Ningependa kurudia kwamba hitimisho moja ambalo unaweza kufikia kutoka kwenye kisa hiki cha mpanzi ni kwamba ni kuepuka kupanda mbegu katika maeneo fulani. Hii inasema kuwa ikiendana na njia ya mpanzi, kulingana na vile mpanzi ambavyo amejipanga, basi unaweza kupanda kwa njia fulani. Ni kusema kwamba acha nuru iende kila mahali. Unaona, alikuwa anapanda. Hakusema kwamba nitapanda mahali pazuri tu, na zile ambazo zilianguka hakusema wacha nizizingoe nifanye nini. Yeye aliacha tu, zingine zilianguka kwenye mchanga, zingine kwenye miba, zingine kwenye mwamba. Kwa hivyo wewe kama mpanzi, acha injili iende kila mahali. Mstari wa 22, Yesu anazungumzia kitu kingine, sababu ya kuficha jambo fulani, sababu ya kufanya jambo fulani liwe siri, na sababu ni kwa nini analifanya lijulikane. Sijui kama una ufahamu wa kuijua siri. Wewe kama mkulima, maana ni sehemu ya mwisho, mstari wa 26 hadi wa 28. Kuna habari njema hapa kwa mpanzi, kwa mkulima. Kazi yake ni kupanda mbegu tu. Mbegu inakuwa yenyewe. Sijui kama ulipata hilo. Kazi ya mpanzi ni kupanda mbegu tu, inakuwa yenyewe. Mkulima hana haja ya kuelewa jinsi mbegu inavyokuwa kwa jambo hili labda kutekelezeka. Hana haja ya kuelewa jinsi mbegu itakavyoota. Kazi yake ni kupanda. Wakati mwingine unasema mimi nimehubiri watu hawajaokoka. Hiyo sio kazi yako. Kazi yako sio kuokoa watu. Kama mpanzi, kazi yako ni kupanda mbegu. Nakumbuka mikutano mingine ya injili ambapo watu kadhaa wamebatizwa, na kwa mwaka mmoja baadaye mtu mmoja au wawili ndio bado walikuwa wakienda kanisani. Na hayo unayafahamu katika kanisa ambalo unaloshiriki sasa. Wakati mwingine tunapojikosoa tunagundua kwamba hatukuwa na ufuatiliaji wa kutosha. Sijui kama ufuatiliaji hauna maana. Kama ninapanda kitu, ninafanya ufuatiliaji kwa kushughulika na magugu. Wakati mwingine tunapanda tu, hatufanyi top dressing na hatufuatilii. Mpendwa, nataka uruke hadi Marko 6 mstari wa 10 na 11. Ili uone kwamba hili linafanana na ujumbe wa mpanzi. Wajibu wetu ni kupeleka injili na si kung'ang'ana kujaribu kuwang'oa wengine. Tofauti moja ni kwamba mpendwa, watu hawa katika hiyo Marko 6 walikataa kulisikiliza tangu mwanzo kabisa. Kwa hivyo walikata kauli kwamba sisi hatutalisikiza. Kwa hivyo mpendwa, ndio maana tukirejelea nyuma kidogo 4:29, huyu mtu, maana inasema hii hapa ni nani? Ni Kiingereza nimesoma kwamba huyu mtu, huyu ni mpanzi au ni Mungu? Mpendwa, mpanzi ndiye anayevuna mazao, lakini nadhani hili hapa linamrejelea Mungu. Roho Mtakatifu anafanya kazi kwa mtu binafsi ili kuleta mguso kamili. Ukuaji kamili wa mbegu ni mbegu ya injili. Kwa hivyo unaporejelea mstari wa 30 na 32 Marko 4, unapaswa sijui kulitazama namna gani juhudi zako, kutazama juhudi zako namna gani binafsi ili kusambaza injili.
Usidharau mianzo midogo. Watu wanasema kwamba tuko wawili hatuwezi kuanza. Usidharau mianzo midogo mpendwa. Mungu anaweza kuchukua mbegu yako ndogo na kuifanya kuwa mti mkubwa. Maana mche huwa ni mdogo, na wakati ambapo mbegu inakuwa ni mbegu kubwa. Wakati mwingine siwezi kujizuia bali kulitafakari somo hili mpendwa. Nilipokuwa kijana mdogo, nilijifundisha darasa dogo la shule ya Sabato. Hapa mbeleni unaona kompyuta zilipoingia ndogo, nikaanza kujifundisha kwa kuangalia kwenye kioo vile naangalia hivi. Kisha internet ikaingia. Internet imeingia, na wakati mwingine nimeweka hili somo mitandaoni. Leo vile ambavyo nazungumza, watu wengi maelfu wana masomo haya. Wakati mwingine hata nikilala, hili somo ambalo tumejifunza li hewani, na yale ambayo nimeyafanya hapo mbeleni yako hewani. Kwa hivyo wakati mwingine usidharau mianzo midogo midogo. Yale ambayo yameanzwa kidogo kidogo, Mungu huyafanya yanakuwa makubwa. Mstari wa 33 na 34, Yesu hayuko hapa kutufafanulia kila kitu. Kwa hivyo tunaweza sema kwamba hatuna matumaini? La hasa. Maana Yohana 14 mstari wa 26, John 14 verse 26 inasema bado Mungu anatufafanulia siri hizo. Katika zama zetu Roho Mtakatifu ndiye ambaye atatufafanulia kila kitu. Maana amesema kwamba Roho atakuja na atawafafanulia kila kitu. Kwa hivyo mpendwa, kaditamati siku ya leo ni kwamba tunapozungumzia mifano katika kitabu cha Marko, ni kwamba Mungu akufafanulie kweli zake kwa njia ya Roho Mtakatifu, na ujitahidi wewe mmoja wapo wa wandani wanao zijua siri za ufalme wa Mungu. Sijui kwa nini usifanye uamuzi huo sasa. Yesu anasema, kisha akamwambia, Marko 4 mstari wa 20 na 25, jihadharini na kile mnachokisikia. Kwa kipimo kile mnachokitumia mtapimiwa, na ninyi mnaosikia mtazidishiwa. Kwa maana yeyote aliye na kitu ataongezewa, lakini yeyote asiye na kitu, hata kile alichonacho atanyang'anywa. Kwa hivyo mpendwa, nimesema kwamba kwa kifupi ni kwamba mifano ni simulizi ya matukio ya kubuni ambayo ukweli muhimu au mafundisho ya maadili yanachukuliwa kwa kulinganisha au kufanana, na sio juu ya matukio halisi. Inaweza kuwa hayajatokea ama yanadhaniwa kwenda kutokea. Kwa hivyo huu ndio mfumo Yesu ambao anatumia katika mafundisho yake, haswa katika hiyo Marko 4:34. Mifano yake huwa kwa ujumla inachukuliwa kutoka kwa maisha ya kila siku, na kwa hivyo ni rahisi kukumbuka na kutumia. Wasikilizaji wake wanaporudi nyumbani, walishiriki kile walichojifunza na familia zao na marafiki. Kwa hivyo kuna sababu ya kuwepo kwa mfano, na tumezungumzia katika mfano wa mpanzi ambaye ni mpanzi alitoka kwenda kupanda, Marko 4:1 hadi 9. Kisha kuna maelezo ambayo yamefafanua mfano huo katika Marko 4 mstari wa 13 hadi 20.